Wakati sijaanza kufanya hayo mambo, ninaogopa kufanya hayo mambo. Ninaogopa sana kufanya hayo mambo. Kwamba ninatamani lakini naogopa. Akaanza kuni-approach taratibu, akani-approach, ananileta huku, anani-approach huku, ananiita hivi, mwalimu njoo huku, na kwenda. Nikienda huku ananishika hivi. Mwisho wa siku akaniambia njoo ukitoka shule baadaye ukienda nyumbani njoo jioni nikufundishe vitu fulani. Nikamwambia sawa. Nikaa nimeenda nyumbani, nimebadilisha nguo, nikafika mpaka pale shuleni. Alikuwa na nyumba za shule. Nikaenda nikamkuta, tukaingia ndani. Kuingia ndani akaanza kunifundisha kidogo. Mwisho wa siku akaanza kunichezea kwenye machuchu. Akaanza kunichezea chuchu zangu hapa kwenye maziwa. Ananipekecha namna hii, ananichezea. Mimi nikasema huyu ana shida gani, lakini sikutilia maana sana. Akana ananishika. Mwisho wa siku mambo yakawezekana. Lakini alipotumia alipaka mate. Kwa hiyo aliniumiza. Yaani ile mboi ilipita shwi. Mimi nikauka nilipoka hivi pale damu zikaanza kutoka nyingi sana. Damu zikatoka nyingi, nikaanza kulia, nikaanza kuogopa, nikaanza kulia, nikaogopa. Damu anachukua nguo na nifuta, lakini damu bado ziko nyingi. Nikaenda kunawa chooni lakini bado damu zilikuwa nyingi. Mwisho wa siku mimi nikaamka zangu nikatoka. Nilipotoka hapo nikaingia, nimekaa akanipa madaftari, karatasi nyeupe, nikazipanga huko nyuma, nikaweka, nikajiandaa, nikaenda nyumbani kwetu. Nafika nyumbani, nimewakuta nyumbani wanakula chakula. Sikuwasalimia, nikaingia shwa mpaka ndani moja kwa moja. Sikula chakula siku ile. Bibi akaniambia chakula kimekuwekea, kama mimi sitaki kula, nikalala. Siku ya kwanza sikuenda shule. Siku ya pili sikuenda shule. Siku ya tatu sikuenda shule, hali mbaya, ninaumwa. Nikienda kunya najitonesha kile kidonda ambacho nimefilwa, ni mkundu ameuchana. Yaani kama vile bikra ya mkundu. Naumia. Yaani unajua, yaani kidonda kinaelekea kupona, kinakauka, alafu unaenda kunya. Mavi magumu, kwa kile kidonda unakitonesha. Unalia wakati unakunya, mavi na damu pia inatoka nyingi ukienda kunya. Basi nikaenda tena nafanya hivyo. Bibi yangu akagundua kama mimi nimeanza ile michezo michafu. Akagundua kwamba wewe umeshaanza michezo michafu. Kwa nini aligundua? Aliona damu kwenye nguo yangu. Akanifuata chumbani, maana mimi nilikuwa napigwa sana na baba zangu wadogo na wakubwa kipindi hicho. Nilikuwa napigwa ili niache mambo kama haya ya kishoga. Nilikuwa napigwa sana niache. Nimepigwa mno acha, lakini mimi bado nilikuwa sisikii. Mwisho wa siku bibi yangu akaniambia chumbani, akanifuata peke yangu, akaniambia wewe umeshaanza tabia za ajabu. Kwa hiyo ninachokuambia, hizo tabia za ajabu usizifanye tena. Bado umri wako hauruhusu. Acha kabisa mara moja. Mimi nikamwambia ni sawa, nimekuelewa, lakini bado nikaa nafanya kisiri yale mambo. Yule mwalimu wangu nikaendelea naye taratibu, akanizoea, mimi nikazoea. Mwisho wa siku mkundu ukapata njia. Nikaa na filimbwa. Sasa kwenye kufilimbwa, vijana wengine wa pale kijijini kwetu wakawa wananitamani. Kwa hiyo nikaa na filimbwa, nikaa natembeza uloda kama mvua. Natembeza namba yangu, nilikuwa natumia Nokia ndogo ya touch.